Bwana, leo tuko moja kwa moja na ndugu yetu, nadhani atajitambulisha mwenyewe, na hapa tuko mtaani kwake kabisa. Ndugu yetu, hebu tunaomba kwa faida ya watu ambao hawakufahamu, labda ungejitambulisha kidogo, wewe ni nani, unajishughulisha na nini, jina la kazi yako na nini? Hebu jitambulishe kidogo wasiokujua. Ndugu mtangazaji, kwa majina halisi naitwa Hussein Malole Mkumbi. Mzaliwa hapa Pingo. Pia jina la kupatia ugali naitwa Zigwa. Labda ni sanaa yako ni ipi labda, au kazi yako labda ambayo ndio inakuweka mjini? Mimi ni cameraman, pia director, pia ni editor pia. Kila kitu nafanya mwenyewe kwa sababu unajua maeditor wanakula hela nyingi sana. Ndio. So nikaamua niende kujifunza, nimeenda chuo kujifunza kama miezi 6. Nimerudi nikamaliza kwa editor. Mpaka sasa hivi ni editor mwenyewe, na edit mwenyewe kazi zangu. Kwa hiyo wewe shughuli zako unafanya mwenyewe, una wale watu labda kukusaidia kusema labda huyu ndo anashika labda kamera, huyu si anashika taa, huyu anashika nini? Taa wapo, lakini kuhusiana na kamera, director, editor, production, kila kitu ni mimi mwenyewe. Unafanya mwenyewe? Sasa inaonekana kazi yako inakuwa ni ngumu sana, inaonekana unafanya kazi nyingi kwa wakati mmoja. Hamna, ni kawaida kwa sababu bila kujiongeza hivyo kuna baadhi ya pesa zinatoka, lakini hapa hamna pesa inayotoka tena. Kwa hiyo nadhani hapo umepunguza ile pesa ambayo utakayotoa alipo wale. Ni jambo zuri, umefikiria mbali kidogo. Labda tuambie kazi yako, labda tangu labda ulianza muda gani, na kipi kilikusukuma mpaka wewe kuanza kuwa director? Kwa nini usingefanya labda kazi nyingine, au labda kipaji kingine? Kitu gani kilikusukuma mpaka wewe kuanza hiyo kazi, na ni muda gani ndio umeanza? Kitu cha kwanza kabisa kilichonisukuma mimi nilikuwa na shuleni tulikuwa tunafanya maigizo hapa na pale. Ndio. Pia hapo ndipo mwalimu wangu wa maarifa jamii akanambia, wewe kuna kitu ambacho unacho. Sasa inatakiwa ukiwepo, kama utapenda utaendeleza. Nikamwambia sawa, haina shida. Lakini mtaani huku tukija tukiangalia movie, kipindiko kina Kanumba, kipindiko kina Lei, movie zao nyingi kabisa, kina Kanumba kipindiko, movie zao za Walidi zile. Ndio. Tunaangalia tamthilia zile nyingi. Mimi nimejikuta napenda ile kitu. Ambao ni mwaka gani ambao ulianza ile rasmi kabisa kusema sasa na kamera na hiki ngoja sasa nianze kushuti film? Mimi sijaanza na kamera yangu mimi kama mimi. Ndio. Nilianza kushuti na simu Samsung fulani hivi. Ndio. Nilikuwa na shuti, naingia ndani na edit, lakini baadaye nikaja kujikuta kweli kuna kitu ninacho, ndio nikaenda kusoma. Kumbe umesomea kabisa? Nimesomea. So jambo la kuungaunga. Hamna, editor mimi nimesomea. Nimesomea miezi 6. Unajua watu wengi wakikuona hivi kawaida anaweza kusema labda huyu jamaa unga mwana tu, ana chochote labda anachokijua. Wengine wanadhani hivyo. Kumbe jambo liko shule kabisa. Unajua hivyo vitu vipo kwa sababu anasema nabii akubariki kwao. Ndio. Kwa sababu unapomuona mtu mko wote, mnapiga story wote, lazima utamdharau kiasi fulani. Lakini kikubwa zaidi kwamba mimi nimeenda kusomea ueditor, sio cameraman wala director. Nimeenda kusomea ueditor ili nitengeneze kitu ambacho hata mtu akikiona anasema Zigwa akafanya kitu. Kwa hiyo kwenye masuala ya kuedit wewe ni fundi tu sana. Kidogo naweza nikakaa katika maeditor, kwa sababu unapomzungumzia kuna editor mmoja Zakayo Magulu alikuwa anamueditia sana Kanumba. Yule ndio alikuwa role model wangu, mpaka kiufupi alinisukuma mimi nijifunze, japokuwa hatujawahi kuonana na hajui kama mimi role model wake, lakini yule kadri ninavyoangalia movie za Kanumba alikuwa ananivutia sana. Ni mwaka gani ambao ulianza ile rasmi kabisa? 2002. 2002. Kumbe kitambo bwana. 2002. Muda mrefu sana, inaonekana mpaka sasa hivi utokosha kuwa mzoefu sana kwenye masuala haya. Kidogo tunajifunza. Kwa hiyo kwa sasa tunaweza tukakuweka kwenye level gani? Labda umeshafanikiwa kiasi, au umefanikiwa sana, au bado unajitafuta? Mimi bado sijafanikiwa na pia nimefanikiwa. Naongea hivyo nina maana kwa sababu mimi na YouTube account. Ukiingia Director Zigwa kwa YouTube, ukiingia YouTube ukiandika Director Zigwa, unakuta pale
video zangu zote, kila kitu. Lakini mimi mafanikio nimeyapata kwa sababu kipindi ambacho naanza mwaka 2000 na kama na 6 na 7 ndo nimeanza kuwekeza kwenye swala la mitandao. Japokuwa nilikuwa sina YouTube. Wakati naanza YouTube kwa 2023. Mimi ndo nimefungua YouTube rasmi. Ambayo hiyo ni ya kwako na wewe kwangu na mimi ndo mmiliki. Sasa wakati naanza mimi ilikuwa ukipost kitu miezi 2-3 nakuta viewers 2-5. Hiyo kweli. YouTube sio masiara bwana. Kumfanya mtu kumshawishi mpaka play kitu chako na anatumia bando lake sio kitu kidogo. Views zenyewe hizo za 1000 views 1000 nimepata ndani ya miezi 6. Wakati views 1000 wengine wanapata dakika, sekunde. Lakini mimi nimepata zaidi ya miezi 6. Lakini mwisho wa siku sasa hivi nikiposti kitu siku 2, siku 3 na 500, 600. Ni hatua kubwa sana ambayo ninaipiga. So namshukuru sana Mwenyezi Mungu na pia na Watanzania pia wananisupport. Sawa. Kwa hiyo kwa sasa labda una wasanii wako au labda una kundi ambalo unalisimamia au iko vipi? Au wewe labda unajishughulisha tu na ile kwamba mtu kakutafuta bwana tuna filamu yetu tunataka tukashoot na una shoot unamaliza inakuwa hivyo? Au labda na wasanii wako kabisa una kundi? Mimi nina kundi kabisa. Una kundi? Mimi nina group kabisa. Inaitwa Zigwa Art Group. Lipo ambalo ni makao makuu yake yako Chalize Magwila. Lakini sasa changamoto zipo tunapambana nazo, lakini group nalo. Changamoto labda kwenye kusimamia wasanii ni sasa ni zipi ambazo ukiziangalia unaona kabisa hizi ndo zinatukwamisha? Changamoto zipo kwa sababu mara nyingi katika wasanii sisi wanawake, wasanii wa kike ndo shughuli kubwa sana kuwapata. Shughuli iko kwenye nini? Kuwapata, kuwashawishi mpaka waje kwanza. Ni kweli. Na pia wakija pia pale watawakuta wasanii wa kiume kuna changamoto zile za labda wanahitajiana kwenye mahusiano. Sasa wakishakubaliana mkiingia kwenye kazi wanavuruga kazi, lakini changamoto ndo kama hizo. Na pia ujaji rasmi kwenye labda mmeambiana mje location muda fulani lakini mnachelewa, muda unakuwa hawazingatii muda kabisa. Okay. Na kwenye swala hapo la wasanii, mfano sasa ndo mtu anataka kujiunga na wewe, una kitu gani kwanza cha kumwambia kabla hajajiunga na wewe? Unajua kujiunga bwana ni kitu ambacho kiko simple like that. Kwenye group la Zigwa Art Group kujiunga ni rahisi, lakini kuna form pale. Unachukua form, hiyo form kujiunga ni shilingi 10,000. Unajiunga, unafanya mazoezi siku 2-3, ukiona uko vizuri basi na wewe unapafu kwenye series, kwa sababu tuna series nyingi sana. Na bado tunahitaji watu, lakini hatuwezi kuingiza watu bure kwa sababu ukishakilipia kitu hata shilingi 100 utakithamini. Hiyo ni kweli. Ndio iko kitu kikubwa. Okay. Kwa msanii kama msanii, kitu gani ambacho anatakiwa labda azingatie sana kwamba sasa mimi nataka nijiunge na director Zigwa? Kuna kitu 1, 2, 3 ndo natakiwa nizingatie sana. Kitu ambacho kuzingatia cha kwanza kabisa. Kwanza ukitaka kujiunga, kabla hujajiunga na director Zigwa, kwanza uangalie Zigwa anafanya kazi unayoipenda. Hiko ni kitu cha kwanza kabisa. Kama Zigwa ninaenda kujiunga naye, anafanya kazi mimi ninayoipenda, hata akinifundisha nitasikiliza. Ukishapata hivyo, cha pili uwe na tuseme kwamba ubunifu. Ubunifu kwa maana kwamba sio kila kitu anachokufundisha Zigwa basi ndio kila unachukua. Kujiongeza, tunajiongeze kidogo. Iko hivyo. Okay, kwa msanii kama msanii kuna vitu gani ambavyo hataki kufanya na akivifanya vinakuwa vinamharibia kabisa ile picha yake na muonekano wa yeye kuonekana kwamba huyu ni msanii na ana kitu atafika mbali? Vitu gani ambavyo hataki kufanya? Kitu kimoja tu ambacho kikubwa sana, ambacho mimi nilikuwa na makundi zaidi ya 4 huko nyuma yalikufa kwa sababu hivi. Mahusiano kwenye group. Yani mahusiano yale ya kuwa na mtu ambaye mpo naye sehemu ya sanaa. Mahusiano. Yani kwenye group
kama mahusiano yenu hayana akili, maana hata mahusiano yana akili. Mahusiano yenu kama hayana akili yanavunja haraka sana. Yaani acheni na nyinyi muwe na akili, ila mahusiano yenu mliyojenga yawe na akili pia. Kwa maana mnapoanzisha mahusiano ndipo pale kila kitu kinapoanzia. Okay. Na kwenye sanaa yako labda wewe unajishughulisha na kushuti filamu tu au hata masuala ya nyimbo, labda sherehe hizi unafanya pia, au ni filamu tu peke yake? Mimi nafanya kila kitu kwa sasa. Kwa sasa nafanya kila kitu, kwa maana kwamba na shoot filamu, mtu akinihitaji sawa nakuja. Pia kwenye mashughuli, masherehe akinihitaji sawa nakuja, ili mradi mkono uende kinywani, kwa sababu bado sijajiwekeza sana kwenye kazi ya director, kwa sababu bado hajanipa impact kubwa. Okay. Sawa. Kama kwa mfano kwenye video, labda kuna video ushafanya video labda kama ngapi za wasanii labda? Video kamili kabisa nilizifanya ziko 3. Ziko 3. Ambaye msanii labda ni msanii gani labda unaweza kumtaja? Video ya kwanza kabisa naanza kushoot video ambayo inasema hii imenilipa. Ndio. Kuna msanii mmoja anaitwa Nasibu. Nasibu ambao almaarufu anamuita Dangote. Ndio. Yupo hapo kwenye kiwanda cha viroba hapa Pingo. Na pia kuna video ya pili nimemfanyia Super TZ akiwepo na Chila. Ndio. Video ya 3 nimemfanyia Sangonge. Ndio. Yupo Chalinze Pwani. Na video ya 4 nilifanya haijaisha, ni pia Nasibu hiyo ambayo haijaisha. Hiyo bado haijatoka. Nyimbo na bado haijatoka. Okay. Kwenye swala la malipo labda likoje, labda mtu akihitaji kufanya kazi na wewe, aidha labda ana filamu yake anataka mshutie au ana nyimbo labda anataka afanye na wewe ndio uwe director wake. Hilo swala lilikoje? Hapo ipo kwenye mgawanyo, kwa sababu nyimbo na video na movie ni vitu viwili tofauti. Okay. Tuanze na kwenye filamu. Kwenye filamu mimi kila scene. Kwa sababu sasa hivi series ndio zinazobamba. Mtu akikupa kazi lazima utasikia series. Yaani kweli. Kama mnakaa mnaelewana vizuri, kama series yake ina episode nyingi, ndio hapo mnakaa kwenye kila episode. Kwenye kila episode ndio unamtajia kiasi ambacho wewe unahitaji. Kila episode 150. Okay. Yaani hiyo na shoot na edit pia na direct mwenyewe. Production mimi mwenyewe. Yaani unachukua labda nyimbo kwa sasa nyimbo siwezi kuweka wazi kutokana kwamba watu wengi wana nini zao, kwa sababu nyimbo kama nyimbo ina story. Yaani kweli. Sasa unakuta nyimbo story yake ni ngumu kidogo, wewe mwenyewe msanii anataka umsaidie umtengeneze story. Kwa mpaka hapo tuseme mpaka uone video ikoje, inahitaji nini na nini, upate kujua kwamba hii inahitaji kiasi hiki na hii inahitaji kiasi hiki. Okay, safi kabisa. Na kwenye masuala ya YouTube labda unaweza kawa una uelewa kidogo. Kuna swala watu wanasema, mtu anakuambia hizi views za huyu jamaa sio zenyewe, ni fake. Hilo swala unalizungumziaje? Hilo lipo. Na pia mimi sitaki kuwaponda watu na sitaki kuharibia watu kazi zao. Ndio. Lakini kiukweli kuna swala moja hilo la mtu anakuambia tuna boost nini account, tuna boost account subscribe inakuwa nyingi. Bwana ndugu mtangazaji, ule ni uongo, ni utafutaji wa pesa. Lakini zinaonekana pale vile. Zinaonekana ndio, lakini ni uongo. Kwa sababu gani? Kinachokuja kutumika baadaye utakuja kujuta, kwa sababu zile views, yani leo kwa mfano umeanza account na mimi nina views 2000, wewe una views 300,000. Tena tumeanza siku moja, una lakini hapo ndani. Sasa kikubwa zaidi tupambane si wenyewe. Tusipende mtelemko, kwa sababu unapoenda kuboost ni mtelemko. Tusipende mtelemko, kwa sababu tupambane si wenyewe, utengeneze content nzuri. Kama una movie, tengeneza movie nzuri, mtazamaji aangalie, ashawishike mwenyewe, asubscribe. Kwa sababu unapoambiwa tuna boost, hakuna mtu anasubscribe. Ni namba zinapanda. Tuseme ile ni namba kama motion, ni motion tu. Na okay. Nakumbuka kuna video moja niliona sehemu, sitaki kumtaja mhusika. Niliangalia kwa mara ya kwanza nikaona ina views, ilikuwa ni nadhani 2K kama hicho, views kama 2000 na point. Imeisha kama siku 2-3 na kuja kuiangalia ile video nikakuta ina views 400. Hilo swali limekaaje?
Ndio maana Yaani nikakwambia kutoka 2000 imeshuka mpaka 400. Hilo swala nikwambie kitu kimoja. Toka 200 mpaka 400. Ndio. 2000 ilikuwa 2000 ikashuka